Kabla Yesu kuondoka duniani, aliacha mafundisho yenye nguvu ambayo yanaendelea kubadili maisha hadi leo, zaidi ya miaka 2000 baadaye. Katika dakika chache zijazo, tutapitia masomo 32 yanayoweza kukuimarisha katika imani, kukusogeza karibu na Mungu, na kukusaidia katika kila hatua ya maisha. Kaa nami hadi mwisho. Huenda kuna somo ambalo Mungu amekuandalia leo. Katika historia yote, hakuna jina lenye uzito wa upendo na uwezo kama Yesu Kristo. Hakuwa tu mwalimu mwenye busara aliyepita barabara za vumbi za Galilaya. Yeye ni mwana wa Mungu, neno lililokuwa mwili, aliyeja kutufunulia moyo wa Baba. Kusudi lake lilikuwa la kimungu, kuokoa wanadamu waliovunjika na kutufundisha kweli za milele zinazobadili maisha kutoka ndani kwenda nje. Maneno aliyoyasema miaka 2000 iliyopita yameshinda kuporomoka kwa falme, yamevuka tamaduni na mipaka ya dunia. Leo bado yana nguvu ile ile kama siku aliyowatamkia wanafunzi na kuyatangaza kwa umati mlimani. Kila somo la Yesu ni mwaliko wa mbinguni. Yanaunda tabia, yanatia imani nguvu na yanavuta moyo wetu kumkaribia Mungu. Mafundisho haya si nadharia hewani, ni mwongozo wa kuishi. Yanatupa mwelekeo wakati wa sintofahamu, mwanga wa tumaini katikati ya dhiki, na faraja ya kuishi maisha ya upendo, imani na kusudi la Mungu. Kama Yohana alivyoandika, ndani yake kulikuwa na uzima, na uzima huo ulikuwa nuru ya watu. Nuru hii hung'aa hata gizani, ikileta uwazi na amani. Kumfuata Yesu si desturi tu au mila. Ni kuingia katika uhusiano hai na Mwokozi anayekujua kwa jina, anayebadilisha mioyo na kutuongoza kwenye uzima tele aliyowaahidi. Ni safari ya mabadiliko, fikra zetu kufanywa upya na matendo yetu kuanza kuendana na moyo wake. Kupitia masomo haya 32, tutagusa kiini cha ujumbe wake, kutembea kwa ujasiri katika mapenzi ya Mungu, kuwapenda jirani zetu kama sisi wenyewe, na kuangaza nuru ya Kristo kwa ulimwengu unaohitaji sana. Sasa pumua kwa utulivu. Tua moyo wako, ufunge mawazo yako kwa kile Roho anataka kukufunulia. Mafundisho haya yasikutie moyo tu, bali yakutie changamoto na nguvu unapoendelea kukua katika imani na kuukaribia moyo wa Mungu. Tuanze. Somo la 1. Pende Mungu kuliko yote. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Mathayo 7:7. Mwalimu mmoja wa sheria alipomuuliza Yesu amri iliyokuu ni ipi, hii ndio ilikuwa jibu lake. Ni msingi ambao mafundisho mengine yote yameegemea. Yesu anafundisha kwamba kumpenda Mungu ndio msingi wa kila kitu, uhusiano wa kina na unaojumuisha yote, unaunda maisha yetu yote. Upendo huu si hisia inayopita. Ni ahadi ya kina, ya makusudi inayohusisha nafsi yetu yote. Kumpenda yeye kwa moyo wetu ni kuelekeza hisia zetu za ndani na tamaa zetu kwake. Kumpenda yeye kwa roho yetu ni kuunganisha utambulisho wetu na nguvu zetu za maisha na kusudi lake. Na kumpenda yeye kwa akili zetu ni kujaza mawazo yetu na ukweli na hekima yake. Mungu anapochukua nafasi hii ya kwanza katika maisha yetu, kila kitu kingine, mahusiano yetu, kazi yetu, wasiwasi wetu huanza kuingia katika mpangilio wake sahihi, uliotolewa na Mungu. Hii inamaanisha kutafuta mapenzi yake kuliko yetu wenyewe, kumtumaini yeye katika kila msimu, na kuweka imani yetu si katika uelewa wetu wenyewe, bali katika hekima yake isiyo na kikomo. Ni chaguo la kila siku kumheshimu yeye, uamuzi wa kila wakati kuishi kwa shukrani, tukitambua kwamba kila pumzi tunayopumua na kila baraka tunayopokea inatoka moja kwa moja kwa mkono wake wenye upendo. Somo la 2. Pende jirani yako kama nafsi yako. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Upendo tunaopokea kutoka kwa Mungu unapaswa kuwafikia wengine. Yesu anatuita tuwatendee kwa wema, heshima na huruma ile ile tunayoitamani kwa ajili yetu wenyewe. Upendo huu unazidi hisia. Unaonyeshwa kupitia msamaha, uvumilivu, ukarimu na uelewa. Hata pale mahusiano yanapokuwa magumu, Mungu anatutia nguvu kupitia Roho wake kuwapenda wengine kwa njia inayoakisi tabia ya Kristo. Somo la 3. Samehe bila mipaka. Ninawaambia, si mara 7, bali mara 77. Kusamehe ni moja ya alama dhahiri za mfuasi wa Kristo. Yesu anafundisha kwamba msamaha haupaswi kuwa na mipaka au masharti. Badala yake unapaswa kuwa namna ya maisha. Kusamehe hakuhalalishi makosa, lakini kunaachilia mioyo yetu kutoka uchungu na chuki. Tunaposamehe, tunaamini haki ya Mungu na kuruhusu neema yake ifanye kazi maishani mwetu. Msamaha huleta uponyaji, uhomani. Somo la 4. Tembea kwa unyenyekevu. Yeyote anayejinyenyekeza kama mtoto huyu ndiye zaidi katika ufalme wa mbinguni. Mathayo. Yesu anaelekeza kwenye mfano wa mtoto kufundisha unyenyekevu.
Ukuu wa kweli haupatikani katika kiburi, hadhi au kutambuliwa, bali katika moyo mnyenyekevu unaomtegemea Mungu. Unyenyekevu huturuhusu kupokea mwongozo wa Mungu na kuwatumikia wengine kwa unyoofu. Hutusaidia kuwathamini watu kuliko sisi wenyewe na hutufanya tuwe wazi kwa kazi ya Roho Mtakatifu. Somo la Fiyai. Tafuta ufalme wa Mungu kwanza, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Mathayo 6:33. Watu wengi hutumia maisha yao wakifuatilia vitu vya muda. Yesu anatufundisha kuufanya ufalme wa Mungu kuwa kipaumbele chetu kikuu. Tunapozingatia kumheshimu Mungu na kuishi kulingana na haki yake, tunagundua kusudi na amani ya kudumu. Bwana huwapatia kwa uaminifu wale wanaomwamini na kuweka ufalme wake juu ya mambo ya kidunia. Somo la 6. Usihukumu wengine, msihukumu ili msihukumiwe. Mathayo 7:9. Yesu anaonya dhidi ya roho ya kukosoa na kuhukumu. Ni rahisi kuangalia makosa ya wengine huku tukipuuza udhaifu wetu wenyewe. Badala ya kuwahukumu watu, tumeitwa kutoa neema, kuwatia moyo na kutafuta kurejesha. Mungu pekee ndiye anayeona kila moyo kikamilifu. Wajibu wetu ni kupenda, kuomba na kuonyesha rehema. Somo la 7. Omba kwa moyo wa kweli. Unapoomba, ingia chumbani mwako, funga mlango na umwombe Baba yako. Mathayo 6. Maombi si ya kuwafurahisha wengine. Ni mazungumzo ya kibinafsi na Mungu yanayotokana na unyoofu na imani. Katika maombi tunapata nguvu, hekima, faraja na mwelekeo. Mungu husikia kila sala ya kweli, hata zile zinazosemwa kwa machozi au imani ya kimya. Maisha imara ya maombi huimarisha uhusiano wetu naye na kubadilisha mioyo yetu. Somo la 8. Wapende adui zako, pendeni adui zenu na waombeni wanaowaudhi. Mathayo 4:4. Hili ni mojawapo ya amri ngumu zaidi za Yesu. Kuwapenda wale wanaotuumiza kunapingana na asili ya mwanadamu, lakini kunaonyesha moyo wa Mungu. Yesu alionyesha upendo huu hata msalabani alipoombea wale waliomsumbua. Kuchagua upendo badala ya chuki kunavunja mzunguko wa uchungu na kufungua mlango wa uponyaji na upatanisho. Somo la 9. Toa kwa nia safi. Mkono wako wa kushoto usijue mkono wako wa kulia unatenda nini. Mathayo 6:3. Yesu anafundisha kwamba ukarimu unapaswa kutoka kwa upendo badala ya kutamani kutambuliwa. Kutoa kweli kunatafuta kumheshimu Mungu, si kuvuta usikivu. Iwe tunatoa mali zetu, muda, kutia moyo au msaada, ukarimu wetu unakuwa na maana unapotoka moyoni mwema. Somo la 10. Kuwa nuru kwa ulimwengu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mathayo 5:3. Wafuasi wa Kristo wameitwa kuangaza katika ulimwengu ambao mara nyingi unakabiliana na giza na machafuko. Kuwa nuru kunamaanisha kuakisi ukweli wa Mungu, wema na upendo kupitia matendo yetu ya kila siku. Maisha yetu yanapaswa kuelekeza wengine kwa Kristo kupitia uadilifu, huruma na uaminifu. Somo la others. Mtii Mungu kwa sababu ya upendo. Mkinipenda, mtazishika amri zangu. Yohana 4:8. Kumtii Mungu si wajibu tu, ni dhihirisho la upendo. Tunapompenda Mungu kweli, tunatamani kufuata njia zake. Amri za Mungu zimetolewa kwa ajili ya mema yetu. Zinatuelekeza kwenye hekima, zinatulinda kutokana na madhara na zinatusaidia kuishi kulingana na kusudi lake. Somo la 12. Kuwa na imani kama pungu la haradali. Mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, hakuna litakaloshindikana kwenu. Mathayo 7:10 anatukumbusha kwamba imani ya kweli haihitaji kuwa kubwa ili iwe na nguvu. Kinachojalisha ni kwamba imani yetu imewekwa kwa Mungu. Hata kiasi kidogo cha imani ya kweli kinaweza kushinda vikwazo na kufungua milango inayoonekana kuwa haiwezekani. Imani inakuwa imara tunapojifunza kuamini ahadi za Mungu. Somo la 3. Usiishi kwa wasiwasi. Msiwe na wasiwasi juu ya maisha yenu. Mathayo 6:5. Yesu anatualika kuamini utunzaji wa Mungu badala ya kumezwa na wasiwasi. Anatukumbusha kwamba Baba yetu wa mbinguni anajua mahitaji yetu na huwapatia watoto wake kwa uaminifu. Kuishi bila wasiwasi haimaanishi kupuuza wajibu. Inamaanisha kuweka wasiwasi wetu mikononi mwa Mungu na kumwamini siku moja baada ya nyingine. Somo la 14. Tumikia wengine. Mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa, bali kutumika. Markov. Yesu alionyesha uongozi wa utumishi katika huduma yake yote. Aliwajali waliojeruhiwa, aliwakaribisha waliotengwa, na hatimaye akatoa uhai wake kwa ajili ya wanadamu. Kuwatumikia wengine kunaonyesha moyo wa Kristo. Kupitia matendo ya unyenyekevu ya wema na huruma, tunaonyesha upendo wa Mungu kwa ulimwengu. Somo la pens. Tembea katika kweli, mtaujua ukweli, nao ukweli utawaweka huru na otsetidigo. Ukweli unaopatikana ndani ya Kristo huleta uhuru. Huweka wazi udanganyifu, huponya mioyo iliyoumizwa, na hutuongoza kwenye maisha yenye kusudi.
Kutembea katika kweli kunamaanisha kuishi kwa uaminifu mbele za Mungu na kuruhusu neno lake kuunda mawazo yetu, maamuzi yetu na matendo yetu. Somo la Sisters. Kaa ndani ya Kristo, kaeni ndani yangu, nami nikae ndani yenu. Yohana 4:4. Yesu anawafananisha wafuasi wake na matawi yaliyounganishwa na mzabibu. Kama vile tawi haliwezi kuishi bila mzabibu, nasi hatuwezi kustawi bila yeye. Kukaa ndani ya Kristo kunamaanisha kukaa karibu naye kupitia maombi, utii, ibada na imani. Tunapokaa ndani yake, yeye huzaa matunda ya kiroho katika maisha yetu na kututia nguvu kwa kila msimu. Somo la Sabato. Amini tu, usiogope, amini tu. Marko 4:36. Hofu ina njia ya kuficha maono yetu na kudhoofisha ujasiri wetu, lakini Yesu anawaalika wafuasi wake kumtumaini. Imani haikatai matatizo, inakubali kwamba Mungu ni mkuu kuliko kila changamoto. Wakati hali zinaonekana kutowezekana, tunaweza kukumbuka kwamba Kristo anabaki kuwa na udhibiti. Anaweza kutuliza dhoruba, kurudisha tumaini na kutengeneza njia ambapo hakuna inayoonekana kuwepo. Kila hatua ya imani inadhoofisha hofu na kuimarisha ujasiri wetu kwa Mungu. Somo la kuwa chumvi ya dunia. Ni nini chumvi ya dunia? Mathayo 5:8. Chumvi huhifadhi, hulinda na huongeza ladha. Vivyo hivyo, wafuasi wa Kristo wameitwa kuathiri ulimwengu vyema kupitia maneno yao, matendo yao na tabia zao. Hatukukusudiwa kuchanganyika na utamaduni unaotuzunguka, bali kuleta ukweli na upendo wa Mungu popote tunapoenda. Maisha yaliyotolewa kwa Kristo yanakuwa ushuhuda wenye nguvu unaowatia moyo na kuwainua wengine. Somo la 90. Kutamani haki. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Mathayo 5:6. Yesu anafundisha kwamba kukua kiroho huanza na hamu kubwa ya haki ya Mungu. Kama vile mwili unavyotamani chakula na maji, ndivyo roho zetu zinavyopaswa kutamani uwepo na ukweli wa Mungu. Wale wanaotafuta njia za Mungu kwa dhati wanapata utimilifu ambao ulimwengu hauwezi kuutoa. Anaridhisha mioyo inayomtafuta kwa bidii na anabadilisha maisha kupitia neema yake. Somo la 20. Kesha na kuomba. Kesheni na kuomba, msije mkaingia majaribuni. Mathayo 26:41. Kuwa macho kiroho ni muhimu kwa kila muumini. Yesu anatuonya kwamba ingawa roho inaweza kuwa tayari, udhaifu wa kibinadamu unaweza kutuacha tukiwa hatarini. Maombi yanatuweka karibu na Mungu, wakati kukesha kunatusaidia kutambua hatari na majaribu. Pamoja, haya yanatutia nguvu katika imani yetu na kutusaidia kubaki imara katika kutembea kwetu na Kristo. Somo la 21. Onesha rehema kwa kila mtu, nataka rehema wala si sadaka. Mathayo 9:8. Yesu alionyesha huruma kwa watu wa kila aina. Aliwajali waliovunjika moyo, aliwasamehe wenye dhambi na kuwapa matumaini wale ambao jamii mara nyingi iliwakataa. Rehema inakisi moyo wa Mungu. Tunapowatendea wengine kwa huruma na uelewa, tunakuwa vyombo vya neema na upendo wake. Somo la 22. Tumaini utoaji wa Mungu. Maana Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Mathayo 6:32. Mungu anajua kabisa kila hitaji tulilo nalo. Yesu anatuhimiza tusishughulishwe na wasiwasi, bali tumwamini Baba yetu atatutunza. Kama vile Mungu anavyowapa chakula ndege wa angani na maua ya shambani, ndivyo anavyowapa watoto wake kwa uaminifu. Kumwamini yeye kutatuletea amani na ujasiri hata wakati wa kutokuwa na uhakika. Somo la 23. Kuwa mtenda amani. Heri wenye kuleta amani, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Mathayo 5:9. Watenda amani hawakimbii tu migogoro, wao huendeleza upatanisho na maelewano kikamilifu. Yesu anatuita tulete amani majumbani mwetu, katika jamii zetu na katika mahusiano yetu. Kwa uvumilivu, unyenyekevu na msamaha, tunasaidia kuponya migawanyiko na kuonyesha tabia ya Mungu. Somo la 24. Usiweke tumaini lako katika mali, maana hazina yako ilipo, ndipo na moyo wako utakapokuwapo. Mathayo says that sana mali haziwezi kamwe kukupa usalama wa kudumu. Yesu anatuonya tusitumainie vitu vya muda. Hazina ya kweli inapatikana katika uhusiano na Mungu na katika kuwekeza maisha yetu katika yale yenye thamani ya milele. Mioyo yetu inapoelekezwa kwenye ufalme wake, tunagundua furaha na kusudi la kudumu. Somo la 25. Zaa matunda yanayodumu. Mimi niliwachagua ninyi, nikiwateua mwende mkazae matunda, na matunda yenu yadumu. Yohana 10:10. Yesu anawaalika waumini wote kuishi maisha yanayoleta matokeo ya kudumu. Matunda ya kiroho yanajumuisha upendo, uaminifu, wema, huduma na ushawishi tulio nao kwa wengine kwa utukufu wa Mungu. Maisha yenye matunda hukua kutokana na kubaki umeunganishwa na Kristo na kuruhusu Roho wake afanye kazi kupitia sisi. Somo la 20. Kwa kusudi. Kama vile Baba alivyonituma mimi, nami nawatuma ninyi. Yohana 20. Mungu alimuumba kila mtu kwa kusudi.
Yesu anatukumbusha kwamba maisha yetu yana maana na kwamba tumeitwa kumwakilisha yeye popote tulipo. Iwe nyumbani, kazini, kanisani au katika jamii zetu, tunaweza kumtukuza Mungu kwa kuishi kwa makusudi na kuwahudumia wengine kwa upendo. Somo la kuwa na moyo safi. Heri walio safi mioyoni, maana hao watamwona Mungu. Mathayo 5:8. Mungu hajali tu matendo yetu bali pia nia zetu. Moyo safi unatafuta kumheshimu yeye kwa dhati na uaminifu. Usafi unakuwa kupitia toba, utii na uhusiano wa karibu na Mungu. Wale wanaotafuta usafi wanapata ushirika wa kina na yeye na uwazi mkubwa wa kiroho. Somo la Adventi. Kuwa na huruma. Heri wenye huruma, maana hao watapata huruma. Mathayo 5:7. Huruma ni huruma katika vitendo. Inatusukuma kuwasaidia wengine, kusamehe makosa na kujibu kwa wema badala ya hukumu. Yesu alionyesha huruma kila mara katika huduma yake. Kama wafuasi wake, tumeitwa kuonyesha huruma hiyo hiyo katika maisha yetu ya kila siku. Somo la Adventi 9. Jenga maisha yako juu ya neno la Mungu. Kila mtu anayeyasikia maneno haya yangu na kuyafanya, atafananishwa na mtu mwenye akili, aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mathayo 7. Hekima si kujua tu neno la Mungu, ni kuishi kulingana nalo. Maisha yataleta dhoruba na changamoto, lakini wale wanaojenga maisha yao juu ya ukweli wa Mungu husimama imara. Neno lake hutoa utulivu, mwelekeo na nguvu kwa kila msimu. Somo la 3. Ngoja wakati wa Mungu. Saa yangu bado haijafika. Yohana 2:4. Yesu aliishi kwa upatano kamili na wakati wa Baba. Hakuwahi kukimbilia mbele au kutenda kwa hofu. Wakati wa Mungu huenda usiwe sawa na matarajio yetu, lakini daima ni kamilifu. Kusubiri hutufundisha uvumilivu, huongeza uaminifu na hututayarisha kwa makusudi yake makuu. Somo la 31. Tembea imani. Heri walioamini ingawa hawakuona. Yohana 20:29. Imani inatuwezesha kumtumaini Mungu hata tusipoona matokeo. Inaturuhusu kusonga mbele kwa ujasiri tukijua kwamba ahadi zake zinabaki kuwa kweli. Kutembea kwa imani kunamaanisha kumtegemea Mungu na tabia yake badala ya kutegemea hali zetu. Kupitia imani tunapata uongozi wake, nguvu na amani. Somo la 32. Shiriki Injili na ulimwengu. Nendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Marcos 9:4. Kabla ya kurudi mbinguni, Yesu aliwapa wafuasi wake kazi, kushiriki habari njema na ulimwengu. Kuhubiri Injili si kwa wachungaji au wamisionari tu. Kila muumini anaweza kushiriki upendo wa Mungu kupitia maneno, matendo na jinsi wanavyoishi. Kila mkutano unakuwa fursa ya kumwelekeza mtu kwa Kristo. Hitimisho. Tunapokaribia kumaliza muda wetu wa kutafakari, hebu tukusanye mafunzo haya muhimu. Mafundisho ya Yesu ni zaidi ya maneno ya hekima au falsafa za maadili zilizopitishwa kwa vizazi. Ni kweli za milele, zilizo hai na zenye nguvu, zinazotuongoza kwenye maisha yenye kusudi la kweli, amani isiyotikisika na ukuaji wa kina wa kiroho. Sio tu maneno kwenye karatasi, bali ni pumzi ya Mungu iliyoundwa kubadili mioyo yetu kutoka ndani kwenda nje. Kupitia masomo haya 32, tumesafiri hadi kwenye moyo wa Mwokozi anayependa bila masharti, anayesamehe kikamilifu, anayerejesha kilichovunjika na anayeongoza watu wake kwa nguvu ya upole na isiyoyumba. Anatukuta katika udhaifu wetu na anatuita kwenye nuru yake tukufu. Kumpenda Mungu kwa moyo wetu wote, roho na akili, kuwapenda wengine kama nafsi zetu, kusamehe bure kama tulivyosamehewa, kutumikia kwa unyenyekevu bila kuhitaji kutambuliwa, kumtumaini yeye kwa uaminifu katika riziki yake, na kubaki ndani ya Kristo kama tawi kwenye mzabibu. Hizi si tu mawazo makuu, ni mazoea ya kila siku, ya kila wakati, yanayobadilisha maisha yetu. Ni ushahidi wa moyo mpya, udhihirisho halisi wa imani yetu. Tunapofanya mazoezi haya, tunaanza kuona matunda ya Roho yakichanua ndani yetu: upendo, furaha, amani, uvumilivu, fadhili, wema, uaminifu, upole na kiasi. Kumbuka, kumfuata Yesu ni safari ya imani, si tukio moja tu. Ni njia inayotembea hatua moja baada ya nyingine. Inamaanisha kuamini wakati majibu hayako wazi na njia ya mbele imefunikwa na ukungu. Inamaanisha kupenda wakati ni vigumu na mioyo yetu inahisi imechoka. Inamaanisha kusubiri kwa uvumilivu wakati mchakato unaonekana mrefu na maombi yetu yanaonekana kutojibiwa. Na inamaanisha kuamini kwa ujasiri hata wakati hali zinaonekana kutowezekana. Katika nyakati hizi za kutokuwa na uhakika, tunaweza kushikilia ahadi ya mchungaji mwema anayesema, ananilaza penye malisho mabichi, ananiongoza kando ya maji matulivu, anahuisha nafsi yangu. Kadiri masomo haya yanavyotea mizizi katika udongo wenye rutuba wa moyo wako, na yanyweshwe na Roho wake na kutoa matunda ya kudumu yanayomtukuza Mungu na kubariki wale walio karibu nawe, maisha yako na yawe ushuhuda wa wema wake, hadithi ya neema yake.
Nawe wangaze kama nuru katika ulimwengu, si kwa nuru yako mwenyewe, bali kwa kuakisi upendo safi, unaobadilisha na ukweli wa Kristo popote uendapo. Nyumbani kwako, mahali pako pa kazi, na katika jamii yako, watu na waone matendo yako mema na kumtukuza Baba yako aliye mbinguni. Katika ulimwengu wa maadili yanayobadilika na njia zisizo na uhakika, Yesu alitangaza kwa mamlaka ya kimungu, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Yeye si njia moja kati ya nyingi. Yeye ndiye njia pekee ya kwenda kwa Baba. Yeye si kweli ya jamaa. Yeye ndiye kiwango kamili cha yote yaliyo halisi na sahihi. Yeye si uzima wa muda. Yeye ndiye chanzo cha uzima wa milele wenyewe. Ndani yake na ndani yake pekee tunapata wokovu wetu, tumaini letu lisiloyumba, amani yetu kuu na ahadi ya uzima wa milele. Safari hii yote imejikita katika ukweli wenye nguvu zaidi kuwahi kusimuliwa. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yohana 3:6. Acha aya hii ingie ndani kabisa ya roho yako. Ni mwaliko wa Mungu kwako binafsi. Ikiwa ujumbe huu umekutia moyo, fikiria kuushiriki na mtu anayehitaji neno la tumaini leo. Hebu tumalize kwa sala ya baraka. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie uso wake na kukufadhili. Bwana akugeuzie uso wake na kukupa amani. Mungu akubariki kwa wingi, aimarishe imani yako kwa safari iliyo mbele, na aiongoze kila hatua yako unapotembea naye kwa karibu, leo na daima.